Karibu tena katika siku nyingine, ndugu mtazamaji na msikilizaji wa Kinubi cha Mbingu TV. Siku ya leo tunalo somo la bobea andikoni, somo linalosema ombi la Yesu, ikiwa limejengwa kwenye kitabu cha Yohana sura ya 17. Ujumbe unaopatikana katika kitabu cha Yohana sura ya 17 kulingana na somo letu ombi la Yesu. Kuna maombi mbalimbali ambayo yanapatikana katika kitabu hiki cha Yohana sura ya 17. Ombi la kwanza ni kwamba Yesu anaomba ili kwamba apate kutukuzwa. Yohana sura ya 17 mstari wa kwanza. Maneno hayo aliyasema Yesu, akainua macho yake kuelekea mbinguni, akasema, Baba, saa imekwisha kufika, mtukuze mwanao, ili mwana wako naye akutukuze wewe. Hilo ni ombi la kwanza la Yesu katika Yohana 17 mstari wa kwanza. Pia Yesu anaomba watu wapate kuwa na uzima wa milele. Yohana 17 mstari wa 3. Na uzima wa milele ndio huu, wakujue wewe Mungu wa pekee na wa kweli, na Yesu Kristo uliyemtuma. Na uzima huo ni upi? Kumjua Mungu wa mbinguni na Bwana wetu Yesu Kristo. Ombi la pili la Yesu katika Yohana sura 17 mstari wa 3. Yesu anawaombea walio wake. Yohana 17 mstari wa 9 na wa 10. Mimi nawaombea hao, siuombei ulimwengu, bali hao ulionipa, kwa kuwa hao ni wako, na wote walio wangu ni wako, na walio wako ni wangu, nami nimetukuzwa ndani yao. Yesu anawaombea walio wake. Yesu anaomba umoja miongoni mwa wanafunzi wake. Yohana 17 mstari wa 11. Wala mimi simo tena ulimwenguni, lakini hawa wamo ulimwenguni, nami naja kwako. Baba Mtakatifu, kwa jina lako ulilonipa uwalinde hawa, ili wawe na umoja kama sisi tulivyo. Yohana 17 mstari wa 21. Wote wawe na umoja kama wewe Baba ulivyo ndani yangu nami ndani yako, hao nao wawe ndani yetu, ili ulimwengu upate kusadiki ya kwamba wewe ndiwe uliyenituma. Ombi la Yesu la umoja miongoni mwa wanafunzi wake. Yesu anawaombea wanafunzi watakaswe kwa kweli ya Mungu. Yohana 17 mstari wa 17. Watakase kwa ile kweli, neno lako ndiyo kweli. Kweli ni ipi? Kweli ni neno la Mungu, yaani Biblia. Yesu anawaombea watakaswe wanafunzi wake. Yesu anaomba wanafunzi walindwe dhidi ya mwovu. Yohana 17 mstari wa 15. Mimi siombi kwamba watoe katika ulimwengu, bali walinde na yule mwovu. Anawaombea wanafunzi wake walindwe dhidi ya mwovu Ibilisi. Yesu anawaombea pia wale ambao hawajaipokea kweli bado. Yohana 17 mstari wa 20. Wala si hao tu ninawaombea, lakini na wale watakaoiamini kwa sababu ya neno lao. Hata wale watakaomwamini kwa ajili ya neno anawaombea pia. Neno gani hili? Neno la Biblia. Watakaloliamini neno la Biblia, Yesu pia anazidi kuwaombea. Kuomba kwa ajili ya mambo magumu. Tunapoomba kwa imani kwa kumtukuza Mungu wa mbinguni, Mungu hujibu maombi yetu na kusadikisha kwamba yeye tukimtukuza atajibu maombi yetu. Tuombe kwa namna gani? Tuombe kwa upole, kwa unyenyekevu, kwa imani. Mungu atasikia maombi yetu kama Yesu alivyoomba na maombi yake yakasikiwa. Hapa tunasisitizwa kuomba kwa upole, tunyenyekee mbele za Mungu, pia tuombe kwa imani, naye Mungu atatusikia maombi yetu. Ombi kwa ajili ya Yesu mwenyewe. Kwa wakati mgumu aliokuwa nao, Yesu aliomba apate kutukuzwa kama yeye alivyomtukuza Baba wa mbinguni alipokuwa hapa duniani. Yohana 17 mstari wa 4 na wa 5. Mimi nimekutukuza duniani, hali nimeimaliza kazi ile uliyonipa niifanye. Na sasa Baba, unitukuze mimi pamoja nawe kwa utukufu ule niliokuwa nao pamoja nawe
kabla ya ulimwengu kuwako. Ni ombi la Yesu ili apate kutukuzwa duniani baada ya kazi aliyokuja kuifanya kukamilika. Kazi gani? Ilikuwa ni kazi ya ukombozi wa mwanadamu. Ombi la Yesu kwa ajili ya wanafunzi wake. Yohana 17 mstari wa 9. Mimi ninawaombea hao, siuombei ulimwengu, bali hao ulionipa, kwa kuwa hao ni wako. Yesu aliwaombea wanafunzi wake, kwani yeye aliwachagua yeye na walikuwa watu wake. Ndiyo maana aliwaombea wanafunzi wake. Hakuombea watu wa ulimwengu, bali aliombea watu waliokuwa wake, yaani wanafunzi wake. Yesu anawaombea wanafunzi wake wawe na umoja ndani yao. Yohana 17 mstari wa 11. Wala mimi simo tena ulimwenguni, lakini hawa wamo ulimwenguni, nami naja kwako, Baba Mtakatifu, kwa jina lako ulionipa, uwalinde hawa, ili wawe na umoja kama sisi tulivyo. Yesu anamuomba Mungu awalinde wanafunzi wake. Yohana 17 mstari wa 12. Nilipokuwapo pamoja nao, mimi naliwalinda kwa jina lako ulilonipa, nikawatunza, wala hapana mmojawapo wao aliyepotea, ila yule mwana wa upotevu, ili andiko litimie. Mwana wa upotevu nani? Yuda Iskariote, aliyemsaliti Mungu wa mbinguni. Yesu aliwaombea wanafunzi wake kwa sababu wapo ulimwenguni. Yohana 17:11 na 18. Wala mimi simo tena ulimwenguni, lakini hawa wamo ulimwenguni, nami naja kwako, Baba Mtakatifu, kwa jina lako ulionipa, uwalinde hawa, ili wawe na umoja kama sisi tulivyo. Mstari wa 18. Aliwaombea kwa sababu anawatuma kwenda ulimwenguni kuhubiri, kama vile ulivyonituma mimi ulimwenguni, nami vivyo hivyo naliwatuma hao ulimwenguni. Aliwatuma ulimwenguni kwenda kufanyaje? Kuihubiri injili yake. Mathayo 28 mstari wa 19. Basi enendeni ulimwenguni mkawafanye mataifa yote kuwa wanafunzi, mkiwabatiza kwa jina la Baba, la Mwana na la Roho Mtakatifu. Yesu anamwomba Mungu awatakase wanafunzi wake. Yohana 17:17. Watakase kwa ile kweli, neno lako ndiyo kweli. Neno hilo ni lipi? Neno hilo ni Biblia takatifu, yaani maandiko ya Mungu, ndiyo kweli inayozungumzwa katika kitabu cha Yohana 17:17. Ombi la Yesu kwa ajili yetu. Yesu aliombea wanafunzi wake, Yesu alijiombea mwenyewe. Ni zamu yetu Yesu kutuombea. Yesu alituombea. Yesu hakuomba pekee kwa wanafunzi wake, bali pia hata kwetu sisi tutakaoamini kwa ajili ya lile neno la kweli, tupate kubarikiwa pia. Yohana 17 mstari wa 20. Wala si hao tu ninawaombea, lakini na wale watakaoniamini kwa sababu ya neno lao. Hapo Yesu anaomba kwa ajili yetu tutakaoliamini neno lake katika siku za usoni. Hata leo Yesu anazidi kutuombea, maana yu hai siku zote. Waebrania 7 mstari wa 25. Naye kwa sababu hii aweza kuwaokoa kabisa wao wamjiao Mungu kwa yeye, maana yu hai siku zote, ili awaombee. Tunapomwendea Yesu kwa imani, tunapata kuokoka, kwani anazidi kutuombea. Yesu alituombea tuwe na umoja. Yohana 17 mstari wa 21. Wote wawe na umoja kama wewe Baba ulivyo ndani yangu nami ndani yako, hao nao wawe ndani yetu, ili ulimwengu upate kusadiki ya kwamba wewe ndiwe uliyenituma. Kwa nini? Kusudi utukufu wa tabia ya Mungu upate kuonekana ndani ya watu wake. Yohana 17 mstari wa 22. Nami utukufu ule ulionipa nimewapa wao, ili wawe na umoja kama sisi tulivyo na umoja. Tukiwa na umoja, utukufu wa tabia ya Mungu unaonekana ndani yetu. Yesu aliliombea kanisa lake. Yohana 17 mstari wa 1 hadi wa 3.
Maneno hayo aliyasema Yesu, akainua macho yake kuelekea mbinguni, akasema, Baba, saa imekwisha kufika, mtukuze mwanao, ili mwana wako naye akutukuze wewe, kama vile ulivyompa mamlaka juu ya wote wenye mwili, ili kwamba wote uliompa awape uzima wa milele. Na uzima wa milele ndio huu, wakujue wewe Mungu wa pekee wa kweli, na Yesu Kristo uliyemtuma. Hapo Yesu anawaombea wanafunzi wake kabla ya kupata mateso aliyokuwa amekusudiwa kwa ajili ya kazi aliyokuwa ameitiwa. Hapo Yesu analiombea kanisa lake na wanafunzi wake wapate kuwa na uzima wa milele, yaani kumjua Mungu wa mbinguni na Yesu Kristo aliyemtuma. Haya ndiyo maombi ya Yesu kwa kanisa lake. Hata leo anatuombea tumjue Mungu wa mbinguni na Yesu Kristo aliyekuja kutufia hapa duniani kwa ajili ya ukombozi wetu. Yesu aliliombea kanisa kwa sababu alikuwa tayari amemaliza kazi yake aliyokuwa anafanya. Kazi gani? Ni kazi ya ukombozi wa mwanadamu, tayari kupaa kwenda mbinguni kwa Baba yake. Pia Yesu alimwomba Baba alilinde kanisa ili wapate kumtukuza Mungu wa mbinguni kwa jina lake. Yohana 17 mstari wa 4 hadi wa 6. Mimi nimekutukuza duniani, hali nimeimaliza kazi ile ulionipa niifanye. Na sasa Baba, unitukuze mimi pamoja nawe kwa utukufu ule niliokuwa nao pamoja nawe kabla ya ulimwengu kuwako. Jina lako nimewadhihirishia watu wale ulionipa katika ulimwengu, walikuwa wako ukanipa mimi, na neno lako wamelishika. Hayo ni maombi ya Yesu kwa ajili ya kanisa lake, akiliandaa kwa ajili ya kuifanya kazi yake ya utume. Hayo ni maombi aliyoliombea kanisa kwa sababu kazi yake ilikuwa tayari imekwisha kukamilika, tayari kwa kwenda mbinguni kuliachia kanisa maagizo kwa ajili ya kazi ya utume. Asante sana kwa kuendelea kusikiliza na kutazama Kinubi cha Mbingu TV, na hapa ndipo mwisho wa somo letu, na Bwana akubariki sana. Amina.